Yuda hawakufanikiwa kumuua nani? Goliathi. Sasa Mungu akamuinua Daudi. Daudi ndio akainuka, mtu aliyekuwa ametumwa na wazazi wake na mzazi wake kwenda kupeleka chakula kwa kaka zake walioko jeshini, ambao wako kambini tayari kwa ajili ya vita kupambana na Goliathi. Mungu akamuinua huyu kijana mdogo, akaenda kumuua Goliathi. Sasa Goliathi ameuawa na kijana mdogo. Ilitakiwa Sauli afanye nini? Sitakiwa mpongeze hao wanawake wanaposhangilia, lakini unaona kilichotokea? Wivu, tamaa mbaya ikaingia ndani ya moyo wake, wivu kwamba kuna nini anachoweza kupata isipokuwa ufalme, kwa sababu mambo anayoyatenda amepata kibali. Sasa mtu kama amepata kibali, wewe unateseka nini? Kibali cha mtu unatesekea nini? Wewe pambana upate kibali chako. Lakini wivu, roho ya Sauli imeshaendelea kutesa kanisa sana. Mpendwa, hata tutakapoingia kuomba usisahau kukemea hili, maana linawatesa watu wengi sana. Sasa mtu anapambana na kibali cha mtu wa Mungu. Ukiendelea kusoma pale mbele hapo hiyo Samueli wa kwanza sura 20 hapo mbele sura 31 mpaka 34, unaona jinsi ambavyo hata mtoto wake mwenyewe anamshangaa. Yonathani mtoto wa Sauli anashangaa, baba, kwa nini unakuwa na roho ya namna hiyo? Kwa nini? Anasema, wewe, mimi nahangaika kwa ajili yako. Unajua huyu mwana wa Yese akiendelea kukaa hapa na kufanya haya mambo anayoyafanya, hautapata wewe ufalme, atapata yeye. Kama ni yeye wakupata, mimi nihangaikie nini? Kama Mungu amemkubali yeye apate, kwa nini wewe uhangaike? Wapendwa, kila mtu ana neema yake. Haleluya. Mimi nina neema yangu, Mwalimu Mwakasege ana neema yake, Mchungaji Samueli ana neema yake, Mama Baraka hapa ana neema yake. Kila mtu ana neema yake. Ameimba yule dada Martha, amesema hatufanani. Hatuwezi tukakaa tukafanana. Wewe ni hicho ulichopewa na mimi ni hiki nilichopewa. Mimi siwezi nikalala macho eti kwa sababu ya kitu alichopewa mtumishi hapa. Haiwezekani. Nilivyo mimi ndivyo imempendeza Mungu. Ulivyo wewe ndivyo imempendeza Mungu. Shida mjini Arusha, maisha yanaenda vizuri kabisa. Nikamwambia, kaka, unaona hicho kunatesekea? Si umeimba watu wameelewa. Kwa nini waje wafuate CD? Maana wameelewa. Kila mtu ana neema yake. Usilale macho, usilale mlango wazi kwa ajili ya neema ya mtu mwingine. Hiyo roho ya Sauli ikatae kwenye maisha yako. Ukiona mwenzako amenunua gari, muombee, mwambie Yesu asante, kijijini kwetu kuna mmoja amenunua gari. Lakini tena kununua gari ndio nakesha kwa waganga kwamba kwa nini? Kwa nini yeye? Yaani kwa nini? Tulianza wote. Hapa mjini tena mimi ndio nilitangulia. Unaweza kuwa ulitangulia lakini neema yako ya kupata nyumba ya ghorofa bado. Anaweza kafika mtu leo na kesho akafanikiwa mbele yako. Sasa ndio nilale macho mimi. Mimi najua neema yangu inakuja kwa wakati wangu. Mama Mungu atampendeza. Kwa hiyo ondoa hiyo roho ya tamaa ndani ya moyo wako, ndani ya maisha yako. Unapoona mtu amefanikiwa, huwezi kumtia moyo, nyamaza kimya. Mwambie Yesu, na mimi nifanikishe kwa wakati wangu. Lakini huwezi kumtia moyo, naanza, yaani sio bure. Wewe umenunua kagari kale. Yaani nakwambia, unaona sio muda wanatangaza kuuza nyumba yao. Sio bure. Yaani nakwambia huyu baba ana madeni. Usimuone vile amejenga kanyumba. Yaani unateseka, unahangaika nini mpendwa? Huo muda si ungeenda kufanya kazi ili na wewe ufanikiwe kwenye maisha yako. Lakini unakaa kwanza kumjaji mtu. Hiyo ni roho ya Sauli. Ikataa kwa jina la Yesu. Amen.